Kingdom Revival Outreach ni huduma iliyojikita katika kuleta uamsho wa ufalme wa Mungu katika kila nyanja ya maisha. Tumetumwa kuamsha watu kuishi katika uzima wa Mungu, yani Zoe. Kama Yohana 10:10 inavyosema, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Hivyo tunaamini katika maisha ya ushindi, yani ya kifalme, dhidi ya dhambi, magonjwa, umasikini na kila uchafu wa dunia hii, kwa jina la Yesu Kristo, ikiongozwa na watumishi wa Mungu Sefoni na Agnes Sospita. Kingdom Revival Outreach ni chombo cha uamsho mkubwa wa Roho Mtakatifu hapa duniani. Miongoni mwa utakayojifunza katika somo hili, Mungu huwaga na uzima wake ambao huo uzima ni tofauti na uzima wa vitu vingine. Ni tofauti na uzima wa miti, ni tofauti na uzima wa mtu kawaida. Ndio maana tunaita Mungu ni Mungu. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa na Mungu. Kuzaliwa na Mungu ni nini? Ni kupewa huu uzima. Unaitwa uzima wa milele. Ni kupewa huu uzima wa Mungu. Karibu. Basi tutaanza kuanzia mstari wa kwanza, Yohana sura ya 3. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo. Hao Mafarisayo ilikuwa ni kundi fulani la wataalamu wa sheria. Kwa sasa hivi ningeweza kusema wataalamu wa Biblia, ila kwa wakati huo kulikuwa hakuna Biblia, ilikuwa ni sheria. Kulikuwa kuna makundi kadhaa. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo. Kwa hiyo Nikodemo alikuwa sio mtu wa kawaida, lazima uelewe. Kwa leo angekuwa ni mwalimu wa chuo cha Biblia, mwalimu mkubwa. Kwa leo ungeweza kusema hivyo, mwalimu wa vyuo vikuu vya Biblia. Kwa leo ungeweza kusema hivyo. Sasa lazima uelewe Yesu alikuwa anaongea na huyu mtu kitu gani. Palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo. Umeona, mkuu wa Wayahudi. Alikuwa tu sio mtu wa kawaida, alikuwa ni mkuu. Alikuwa ni kiongozi, mheshimiwa. Huyo alimjia usiku akamwambia. Unajua kwa nini wakuu wote walikuwa wanamjia Yesu usiku? Kwa sababu alikuwa anaogopa mchana kuonekana na watu. Sababu walikuwa wengine wanamwamini Yesu lakini wanaogopa watu watawaonaje. Walikuwa na aibu kuhusu Yesu. Lakini pia walitaka waonane na Yesu kwa ukaribu pia lakini pia hawa wakuu ni tofauti na watu wa kawaida. Watu wa kawaida walikuwa wanaonana na Yesu tu mtaani. Hao wakuu walikuwa wanaomba appointment na Yesu. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, tunajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Mstari wa 3. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Hem, tuseme wote. 1, 2. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Rudia tena. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Rudia neno hawezi. Hawezi. Tena hawezi. Tena hawezi. Jamani, mtu akisema hawezi, maana yake hichi kitu hakiwezekani. Hakuna namna. Maana yake hakuna option, hakuna plan B. Tuko pamoja. Kitu kishaambiwa hawezi, na hasa kama aliyesema ni Mungu mwenyewe, kama hapa alimesema hawezi, maana yake hawezi. Lazima muelewe sasa kuokoka ni nini? Ni kitu kikubwa sana. Hawezi kuona ufalme wa Mungu. Sababu kuokoka ni kuingia kwenye ufalme wa Mungu, na huwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu kama hujazaliwa kwenye ufalme. Yaani watu wote wa kwenye huu ufalme wananchi wote wa ufalme wa Mungu ni wazaliwa wa ufalme. Sio kama sasa hivi naweza nikaamua nikaenda Rwanda, nikaenda Kongo, nikaenda Marekani, nikaomba uraia wa kule hata kama sijazaliwa. Unajua kunawezekana hicho kitu. Hata hapa tunaishi na watu wengine sio wa Tanzania kwa kuzaliwa, walitokea nchi zingine lakini wakaomba uraia wakapata. Wakahesabika ni wa Tanzania, lakini sio kwa kuzaliwa. Kwenye ufalme wa Mungu au kwa Mungu, kila mtu wa ufalme sharti azaliwe mara ya pili. Na unazaliwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili.
Ni kuzaliwa mara ya pili. Tunazaliwaje? Kuzaliwa mara ya pili maana yake ni nini? Nilisema wiki iliyopita. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa na Mungu. Fungua kitabu cha Yohana hapo sura ya 1. Kuanzia mstari wa 12 kushuka chini. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sema aliwapa uwezo. Uwezo. Umeona sasa? Kule alisema haiwezekani kuona ufalme kama hujazaliwa mara ya pili. Kwa sababu gani alisema haiwezekani? Kwa sababu uwezo unaolifanikisha hili jambo kuwezekana unatoka kwa Mungu tu. Hautoki kwa mtu. Uwezo wa kulifanya hili jambo la kuzaliwa mara ya pili liwezekane, au jambo la kuingia kwenye ufalme liwezekane, uwezo huu unatoka kwa Mungu tu, na ulikuja kwa njia ya Yesu Kristo. Kule alisema mtu hawezi kuona ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Haiwezekani. Sasa na kwa nini haiwezekani? Kwa sababu uwezo unaoliwezekanisha hili jambo unatoka kwa Mungu tu, na huu uwezo ulikuja kwa njia ya Yesu Kristo peke yake, au kuja kwa njia ya nabii mwingine yoyote au mtu mwingine yoyote. Sawa? Kwa anasema bali wote waliompokea nani? Bwana Yesu. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. 13. Waliozaliwa si kwa damu. Sema waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa hiyo umeona sasa, kuokoka ni nini? Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Ninarudia tena polepole. Kuokoka ni nini? Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni nini? Sawa? Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa na Mungu, au kuzaliwa kwa Mungu. Sasa Kiswahili hakina nani sana wakati mwingine, lugha nzuri. Hapa anasema bali kwa Mungu, yaani amezaliwa kwa Mungu au wametokana na Mungu. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa na Mungu, au kuzaliwa kutoka kwa Mungu. Kwa aliyetuzaa sisi ni Mungu. Sawa? Umeelewa? Aliyetuzaa sisi ni Mungu mwenyewe. Ametuzaa kupitia Bwana Yesu Kristo, tulivyomwamini, tulivyoliamini jina lake. Huko ndiko kuokoka. Sasa kwenye kuzaliwa huku mara ya pili, Mungu huaga na uzima wake, ambao huo uzima ni tofauti na uzima wa vitu vingine. Ni tofauti na uzima wa miti, ni tofauti na uzima wa mtu kawaida. Ndio maana tunaita Mungu ni Mungu. Mungu hasemi uongo, Mungu hadanganyi, Mungu hachukii watu. Jamani, wote tunakubaliana Mungu ndio yuko hivyo. Amen. Mungu hachukii watu, Mungu ni pendo, si ndio? Kile kinachomfanya Mungu ni pendo, kile kinachomfanya Mungu ni mtakatifu, yani ule utakatifu wake vile alivyo, ule uzima wake unaitwa uzima wa milele Kiswahili. Sawa? Unapokuwa umeokoka, Biblia inavyosema umezaliwa mara ya pili, maana yake kuzaliwa mara ya pili ni kupewa huo uzima wa. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa na Mungu. Kuzaliwa na Mungu ni nini? Ni kupewa huu uzima. Unaitwa uzima wa milele. Ni kupewa huu uzima wa Mungu. Jinsi vile Mungu alivyo ndivyo akakuzaa na wewe, akajiweka ndani yako. Huku ndiko kuokoka. Ndio maana ulivyookoka akakwambia acha uongo, penda watu, pendaneni. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe ndio ana uwezo wa kupenda peke yake. Sema tulivyookoka akatupa huo uwezo sisi kwa kutupa uzima wake. Unielewa? Subiri nikwambie, ng'ombe ana uzima fulani, ni uzima wa wanyama huo, ila uzima wa ng'ombe ni tofauti na uzima wa mbwa kwa mfano, au ni tofauti na kuku akiwika. Kuku ana asili ya kuwika kwa sababu ya uzima alionao, sababu ya namna alivyotengenezwa. Mnanielewa vizuri? Ambao ni tofauti na ng'ombe, ni tofauti na mbwa. Mnanielewa vizuri? Sasa tulivyookoka, maana yake tulipewa uzima wa Mungu, ndio maana tunaweza kupenda, sababu ule uzima wa Mungu peke yake ndio una uwezo wa kupenda, sababu Mungu si ni pendo.
Ndio maana tunaweza kusamehe kwa sababu tumeshapewa asili ya kusamehe. Mbwa anabweka kwa sababu ana asili ya kubweka. Hata katoto kakiwa kadogo katamsikia mama yake anabweka na kenyewe kataanza kubweka kwa sababu neno la Mungu linatufundisha kuishi kama ambavyo tulivyo tayari ndani ya Mungu. Naenda polepole ili tuelewane. Tunapokuwa tumeokoka hatuhangaiki kutenda mema. Kutenda mema ni asili yetu tayari kwa sababu tumeshaumbwa, kwa sababu tumeumbwa na uzima wa Mungu. Tumezaliwa na Mungu. Kule kuzaliwa na Mungu ndiko kuna hiyo asili ya kupenda, asili ya kuwa mtakatifu, asili ya kutamani kumpendeza Mungu kila wakati. Kwa kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni nini? Ni kuzaliwa na Mungu. Kuzaliwa na Mungu ni nini? Kuzaliwa na Mungu ni kupewa uzima wake. Kupewa uzima wake unaitwa uzima wa milele. Sema uzima wa milele. Uzima wa milele ni uzima wa Mungu ambao ulikuja kwa njia ya Yesu Kristo tu, au kuja kwa njia ya mtu yoyote. Amen. Sasa tunapokuwa tumeokoka, Biblia inasema hivi, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu. Hapa anaonesha aina za kuzaliwa. Aina za kuzaliwa. Mimi naweza nikaamua mwakani nipate mtoto mwingine. Kwa yule mtoto atazaliwa kwa mapenzi yangu mimi, kwa mapenzi ya mtu. Unaelewa sasa? Yaani natamani mwakani niongeze mtoto. Atazaliwa kwa mapenzi yangu. Sasa kuzaliwa mara ya pili, hatujazaliwa kwa mapenzi ya mtu, Biblia inasema wala kwa mapenzi ya damu na nyama. Tumezaliwa kwa Mungu. Unaelewa sasa? Yaani tumetokana na Mungu. Tumetokana na Mungu wapendwa. Mungu aliyeumba mbingu na nchi, aliyepasua bahari ya Shamu. Tumetokana na Mungu sisi. Ndio maana lazima tuokoke ili tuweze kuushinda ulimwengu. Na ndio maana inabidi tuwahubirie watu Injili ili waamini Bwana Yesu, kwa sababu mambo yanayowashinda ni kwa sababu ya dhambi iliyoko ndani yao. Sababu dhambi imefunga maisha ya watu, inawaonea watu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Watu wanaoana mwezi wa kwanza wanaachana mwezi wa pili. Wanaoana Jumapili wanaachana Jumatano. Kwa sababu gani? Dhambi imewazidia. Lakini wakiokoka wanakuwa wamezaliwa na nani? Na Mungu. Mungu ameshashinda ulimwengu. Mungu ameshinda mambo ya kuachana, mambo ya kukosana, mambo ya kudharauliana. Mungu aliyashinda. Ule uzima wa Mungu ndio unafanya kazi ndani yetu unapokuwa umeokoka. Ndio maana ukijikuta hata umekosea, labda umedanganya, sijui umefanyaje, kuna kitu kinakwambia mbona umefanya hivi, uongo kweli? Kile kitu ni zaidi ya dhamiri. Ile ukishaokoka sio tu dhamiri inafanya kazi, yani kwa sababu umeumbwa kwa Roho Mtakatifu wewe. Kuna kitu kikubwa zaidi ya dhamiri. Kwa sababu gani? Wewe tayari una utu mpya. Ule utu mpya unataka kusababisha utende mema sana. Ndio maana unajikuta ukitenda kitu ambacho sio sahihi, moyo wako unaumia. Kwa sababu gani? Kama wewe umefanyaje? Umefanya kitu fulani kwenye kifaa afu kikapiga alarm. Pa. Inamaanisha acha hii kitu mara moja, au zima hichi kitu mara moja. Sio kuona hicho kitu, inawezekana ni jiko umewasha la umeme au nini, kapiga alarm fulani na ikatoa sauti ambayo sio sahihi, au hata simu ikabidi uizime kwanza. Ndio kama hivyo. Dhambi, unapofanya dhambi kuna alarm inapiga. Hiyo alarm ndio ule uzima wa milele ulioko ndani yako. Sababu Biblia inasema kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Sababu huu uzima hauwezaki kutenda dhambi, ni ngumu. Sasa kuokoka ni kuzaliwa kwa roho, yaani ile roho yako imezaliwa mara ya pili. Kwa sababu kabla mtu hajaokoka, ile roho inakuwa imekufa. Niliwafundisha siku ile, dhambi inakaa rohoni. Dhambi ni asili. Anayeondoa hiyo asili ya dhambi na kuweka asili nyingine ni Yesu. Kwa hiyo dhambi inakuwa imechanganyikana na mtu, ni kama maji. Maji ukiweka hapa kakinyesi katachanganyikana na maji. Ngoja niwaoneshe mfano wasiusahau wa watumishi. Asante dada Selina. Mtu ni roho, ni kama haya maji. Niangalie vizuri wanafunzi. Mtu ni roho. Kinachoipa hii chupa thamani ni nini? Ni maji. Maji yakiondoka, ile chupa linatupwa. Walikuta huko. Sawa. Hii inaitwa nini? Jambo, si ndio? Unapoenda dukani ukataka jambo, utamwambia naomba nini? Naomba maji ya jambo. Hauambii naomba chupa ya maji ya jambo. Unamwambia naomba maji ya jambo. Lakini kiukweli unayoshika ni maji au chupa?
Nielewe vizuri wapendwa, kuna mahali naelekea. Unapoenda dukani, unachokishika ni chupa, lakini unawaambia naomba maji. Sababu kinachoipa thamani chupa ni maji. Ndio kama mtu. Mimi nakuona tu kwa nje. Ili ndio kama ili chupa. Mwili wako ni kama ili chupa. Ila kinachokupa thamani wewe sio huo mwili. Ni ile roho yako, yale maji. Unanielewa sasa? Sasa mtu ambaye hajaokoka, yale maji yaoga na virusi. Kwa sababu dhambi ilivyoingia kwenye Mwanzo sura ya 3 kwenye bustani ya Edeni, dhambi ilivyoingia ikasababisha mtu, ile roho ya mtu ikawa chafu. Unanielewa sasa? Ni kama hapa niweka kakinyesi kadogo tu au kauchafu. Haya maji yataendelea kuwa masafi? Hapana, yatapoteza uthamani wake, si ndio? Yale maji machafu, nipe chupa nyingine bana, nipe maji mengine. Ndivyo ilivyokuwa dhambi. Dhambi ilikuwa imechanganyikana na mtu. Kumbuka mtu ni maji, haya ndani ni roho, sio mwili. Amen. Msiusahau mfano daima. Hata ukiwa unamhubiria mtu, chukua kachupa kako mhubirie, atakuelewa. Nawafundisha njia rahisi ya kuwafikishia ujumbe watu, kwa sababu tunaanza kwenda kuwahubiria. Umeelewa? Sasa haya maji yamejaa. Umeelewa? Wewe ni maji lakini ukawekwa kwenye chupa. Kwa sababu wewe ni maji, duniani hapa wanaishi watu ambao wana mwili. Mungu ni roho, ana mwili kama sisi. Kwa hiyo wewe ulivyoletwa duniani, kwa mfano mimi nimepata mtoto mpya sasa hivi, sawa? Pale nyumbani kwetu. Sawa? Anaenda kutimiza mwezi. Sawa? Yule mtoto alikuwepo kabla hajaja. Lakini kilichofanyika, Mungu akampa nini? Kasha, akampa mwili, akamleta duniani, akazaliwa. Kwa hiyo roho yake ikawekwa ndani ya mwili, akazaliwa duniani. Na ndivyo sisi tulivyo. Sawa? Ila Biblia inasema wanadamu wote wametenda dhambi kiasili. Anahitaji wahubiriwe toba na injili ya kweli waokoke. Sasa nikufundishe kuzaliwa mara ya pili ni nini? Nielewe vizuri. Kuzaliwa mara ya pili ni hivi. Wewe ulikuwa huyo hapa, lakini ambaye umechanganyikana na kinyesi. Ulikuwa ni huyo, lakini unatembea, unaishi. Kwa Mungu unahesabika umekufa. Kwa sababu si umechanganyikana na kinyesi, na Mungu hapatani na dhambi. Mungu si mtakatifu. Hawezi, ni kama maji, wewe hauwezi kunywa maji yenye kinyesi. Na ndivyo Mungu alivyo. Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo Mungu akawa yuko mbali na wewe. Ili somo msilisahau hata siku moja. Mungu akawa yuko mbali na wewe. Sasa akawa Mungu anawasaidia watu kutokea mbali. Ndio maana Biblia inasema hivi. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 17. Inasemaje? Anasema sheria ilikuja kwa mkono wa Musa. Sheria ilikuja. Maana yake Mungu alikuwa mbali. Akaileta tu sheria kwa mkono wake. Lakini anasema hivi, neema na kweli vilikuja kwa njia ya Bwana Yesu. Yaani Yesu alipokuja sasa, alikuja yeye kama Mungu kamili kuja kufanya marekebisho. Maana yake ni hivi. Kuokoka ni nini sasa? Kuokoka ni hivi. Mungu anakuja, sawa? Anamwaga utu wote wa kale. Kumbuka huyu ni wewe, unatolewa. Ile Yesu alipokufa msalabani akaenda kaburini. Maana yake alienda na wewe kaburini mkafa wote. Maji yakatolewa yote. Umenielewa? Lakini kasha ni lile la Kisukuma, la Kinyamwezi, la Kia, lile tunaliona hila hapo. Umenielewa mpaka hapo? Yalivyotolewa maji yote ndio ule utu wa kale, ndio ule utu uliozaliwa nao wa Adamu wa kwanza. Unaitwa utu wa kale. Yale maji yote yakatolewa yote. Afu kapewa maji mapya. Biblia inasema kila aliye ndani ya Kristo amekuwa nini? Kiumbe kipya. Maana yake roho yake ni mpya, kiumbe kipya. Kwa hapa ukapewa maji mapya. Kumbuka maji ndio wewe harisi, ambao ndio roho yako. Umenielewa wapendwa mpaka hapo? Kwa huko ndiko kuokoka. Na hayo maji hayakutoka kiwandani, yakatoka kwa Mungu, ndio ile kuzaliwa na Mungu. Sasa kuokoka ndio nataka leo niingie sehemu nyingine ya ndani kidogo. Kwa sasa nilisema siku ile kwa waliokuepo, kuna uzima wa aina nyingi, uzima wa mimea, uzima wa wanyama, na mtu alikuwa na uzima wa mtu. Nilisema siku ile Adamu alipewa uzima wa mtu, japokuwa ni wa Mungu lakini wa mtu, katika level ya mtu. Ule uzima ukachanganyikana na dhambi, ukaingia virusi kama tulivyoona mfano wa maji. Ilibidi
Yesu hakuja kusafisha maji, Yesu hakuja kuyasafisha maji, alikuja kuyamwaga maji, kuyatoa na kuweka maji mapya. Sasa tulivyomwamini ndio sisi tumeumbwa upya, ndio kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa upya ndio kuokoka. Amen. Kwa sababu alipokufa msalabani ndio yale maji yalikufa, yaliondoka ile dhambi. Niwafundisha ile asili ya dhambi ikaondoka msalabani na Yesu. Alipofufuka Bwana Yesu akafufuka na uzima mpya, akafufuka na maji mapya. Ndio maana Biblia inasema ukimwamini Yesu kuwa ni Bwana na ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu utaokoka. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi, soma kitabu cha Warumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 9. Warumi 10 kuanzia 9. Biblia inasema kwa sababu, Warumi 10:9, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfanyeje? Alimfufua katika wafu, utaokoka. Sasa somo langu linaanzia hapa leo. Kwa hiyo Yesu aliyekufa msalabani alikufa kama dhambi. Nakumbuka nilisema hivyo kitu. Nilisema kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Ndio ni andiko la msingi sana. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Yesu alikufa kama dhambi. Maana yake Yesu alikuja kama mtakatifu, alikuja kama maji masafi. Sawa? Bwana Yesu alipokuja, alipozaliwa, alizaliwa kama maji masafi, kila kitu. Sawa? Lakini alipobeba dhambi, alipofanyika dhambi pale msalabani, akafanyika na yeye mchafu. Biblia inasema hivi, alifanyika mchafu kwa sababu yetu. Maana yake sisi ndio tulikuwa ndani ya Yesu, tulikufa pamoja naye. Sawa? Unapomwamini Yesu maana yake unaamini ulikufa pamoja naye. Kwa maana yake wewe ukaenda kaburini. Ule uchafu wote ukaenda kaburini, ukaishia huko. Tuko pamoja. Yesu alipofufuka, alifufuka katika kitu kipya, alifufuka kama kiumbe kipya. Unanielewa watumishi wa Mungu? Na wewe unahesabika kama kiumbe kipya sasa. Kwa Yesu alikufa kama dhambi. Yule Yesu wa Nazareti alikufa kama dhambi sababu alifanyika dhambi. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Biblia inasema hivi, yeye asiyejua dhambi, umeona? Yeye asiyejua. Yesu alikuwa hajui dhambi. Ni kama Yesu uambiwe nini? Uambiwe kitu ambacho ukijui. Labda mtu akwambie, unajua tunakulaga kitu fulani, alafu hujawahi kukisikia hicho kitu. Labda ni kabila lako alinaga hiyo mboga. Hata jina la hiyo mboga ndio kaisikia siku ya kwanza, sababu hujui. Ndio na Yesu Biblia inasema, yeye asiyejua dhambi, Jesus didn't know sin. Ndio maana alilia kwa uchungu pale msalabani, akasema Eloi Eloi lama sabachthani. Sababu alikuwa hajawahi kuingia kwenye mazingira ya vile hata siku moja ya kutengana na Mungu, ya kuwa na dhambi. Ni ngumu, alikuwa hajui dhambi. Kama ambavyo wewe hujui kuwa jiwe. Hivyo unajua kuwa jiwe ni nini? Haujui, unaliona tu jiwe pale. Ndio hivyo Yesu Biblia inasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Nitakuja kuwafundisha hili somo vizuri baadaye. Nimeshawafundisha somo la haki. Tumejifunza haki ni nini, si ndio? Bado sijawafundisha nyie kama haki. Hicho ni kitu kingine. Kuna kupokea haki kwa imani, lakini kuna wewe kuwa haki ya Mungu. Hiyo ni dimension ya juu. Nitakuja kuwapa hiyo shule. Sasa yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Kwa Yesu alikufa kama dhambi na sisi tulikufa pamoja naye, tukaishia, habari ya dhambi ikaishia pale. Haleluya. Lakini alipofufuka, alifufuka kama kiumbe kipya ambacho hakijawahi kuwa na nini? Umeona hiyo teknolojia ni ya Mungu tu. Yesu alikufa kama dhambi. Yesu wa Nazareti alikufa kama dhambi. Lakini Yesu aliyefufuka sio wa Nazareti. Yesu aliyefufuka ni kiumbe kipya. Kikafufuka kama kitu kisichokuwa na dhambi na ambacho hakijawahi kuwa na dhambi. Akafufuka katika utukufu mwingine mkubwa. Ndio maana Biblia inasema hivi, unapomwamini Yesu kuwa alifufuka kutoka kwa wafu, na wewe utaokoka. Kwa sababu gani? Kuokoka ni nini? Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili, ni kuzaliwa na Mungu, ni kupewa uzima wa Mungu. Kwa sababu gani? Yesu alipofufuka, alifufuka na uzima wa Mungu. Kwa sababu alikufa na uzima wa mwanadamu. Yaani Yesu alizaliwa na uzima wa Mungu kwa Mariamu. Lakini alipokufa pale msalabani, hakufa kama Mungu. Alikufa kama mtu. Alifanyika mtu, alifanyika dhambi.
Alafu alipofufuka akafufuka tena katika wana wa Mungu. Haya, tufungue maandiko. Sasa tunamwangalia Yesu hapa kwa kiasi. Nilisema kuzaliwa, ngoja nimalizie kitu kingine kimoja. Nilisema pia kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa na Mungu. Kuzaliwa na Mungu ni nini? Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa na Mungu au kuzaliwa kutoka kwa Mungu. Kuzaliwa na Mungu au kuzaliwa kutoka kwa Mungu ni nini? Ni kuzaliwa kwa neno na kuzaliwa kwa roho. Umeelewa hiyo sequence? Sasa nitakuja kufundisha kuzaliwa kwa neno ni nini, nitakuja kufundisha kuzaliwa kwa roho ni nini. Nataka kwanza tumwangalie Bwana Yesu hapa, teknolojia ya Yesu aliyekufa na kufufukia, alafu tutaenda kuangalia huko. Kwa sababu kuzaliwa kwa neno na kuzaliwa kwa roho kunatokana na hii ambayo Yesu Kristo aliifanya msalabani. Amen. Fungua kitabu cha Warumi sura ya 1. Tumwangalie Bwana Yesu sasa jinsi alivyozaliwa mara ya pili. Kwa sababu Yesu ndio sisi. Kwa sababu yeye alipofufuka na sisi ndio tumefufuka pamoja naye kwa njia hii. Na ndio tukapewa uzima wa Mungu. Haleluya. Warumi sura ya 1 itaanzia mstari wa 1. Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Sema injili ya Mungu. Sasa hapo ameweka kituo na ameweka koma chini. Maana yake anamaanisha injili ya Mungu ni nini? Kinachofuata ndio jibu la hiki kilichopita, sawa? Ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo injili ya Mungu ni nini? Ni habari za nani? Za Yesu Kristo. Injili ya Mungu ni habari za nani? Za Yesu. Ni habari njema za Bwana Yesu. Hiyo ndio injili ya Mungu. Sawa. Kwa Paulo hapa anasema hivi, alitengwa ahubiri injili ya Mungu, yaani habari za mwanawe. Sasa anafafanua huyu mwanawe yuko katika namna gani? Hapa kuna kitu kikubwa kinafafanuliwa. Yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Msema aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Kumbuka kule alisemaje, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya damu. Mnakumbuka andiko la Yohana? Yohana 1:12. Waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili wala damu. Sasa hapa anamuonesha Yesu katika mifumo miwili. Kuna Yesu wa nje, kuna Yesu wa ndani. Nitafafanulia. Yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu. Sema na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu. Yesu Kristo Bwana wetu. Sasa hapa anamuongelea Yesu katika mifumo miwili kubwa. Yesu aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi na Yesu aliyefufuka. Yesu aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi ndio huyo alikuja kubeba dhambi. Narudia tena, ndio huyo alikuja kubeba dhambi. Aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa sababu alifanyika mtu, akabeba dhambi, akafanyika dhambi kama nilivyofundisha. Alafu Biblia inasema hivi, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili na kudhihirishwa kwa uweza. Ili neno kwa uweza ni la muhimu sana, tutatembea nalo sana. Ndio tunaita kuzaliwa kwa roho, tutaikuta hapa. Na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa Yesu alikufa kama dhambi, lakini akafufuka kama kiumbe kipya. Akafufuka kama mtu, kama mwana wa Mungu, lakini aliyeshinda dhambi, ambaye dhambi haikuweza kumshinda kaburini. Yeye alishinda dhambi. Kwa hiyo Yesu ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuokoka, sababu alikufa kama dhambi, lakini akafufuka kama mtakatifu. Naongea lugha rahisi tu za kuelewa, za kuwafanya wengi muelewe tu kwa urahisi. Ningekuwa naongea na wenzangu, labda mwalimu nani, ningekuwa naongea lugha zingine. Kwa naongea tu lugha laini. Kwa Yesu alikufa kama dhambi. Sawa?
alikufa kama mtu mwenye dhambi, lakini akafufuka kama mtu mtakatifu au kiumbe kitakatifu kilichochanganyikana na roho Mungu. Sawa? Kitakatifu kwa uweza. Hilo neno kwa uweza wa Mungu ni jambo kubwa sana. Sababu tutaliona huo uweza ndio ile Biblia inasema akawapa uwezo wa kufanyika wote ambapo wamezaliwa. Kuna neno uweza, kuna neno uweza. Nitakuja kufundisha nikianza kufundisha kuzaliwa kwa roho. Sababu kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa kwa Mungu. Kuzaliwa kwa Mungu ni nini? Kuzaliwa na Mungu ni kuzaliwa kwa neno au pia kuzaliwa kwa roho. Ndio alisema Yesu. Kuzaliwa kwa roho ni roho. Sababu Roho Mtakatifu ndio uweza wa Mungu hapa duniani na ndio uliomfufua Bwana Yesu kutoka kaburini. Amen. Twende kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunamwangalia Bwana Yesu hapa. Sababu Yesu alivyokufa na kufufuka ndivyo na sisi tulivyo hivyo. Tulikufa, dhambi ikaishia pale, asili ya kale ikaishia pale, mambo ya kabila lenu yakaishia pale, ukafufuka na kabila jipya linaitwa Yesu Kristo. Amen. Matendo ya Mitume sura ya 13. Sema Bwana Yesu ndio alikuwa mtu wa kwanza kuokoka. Yesu aliyezaliwa mara ya kwanza aliishia msalabani. Kwa sababu gani? Sababu alifanyika nini? Msisahau hii hesabu. Yaani leo mkaiandike hii hesabu. Kwa sababu alifanyika dhambi. Yesu aliyezaliwa mara ya pili ni aliyezaliwa kutoka wapi? Kaburini au mautini. Akatolewa huko, akazaliwa na Roho, yani Roho Mtakatifu akamzaa sasa, akamtoa kwenye kaburi. Jamani, wote tunakubali hiyo injili ni kweli au sio kweli? Ni kweli Yesu alikufa akufa na alifufuka akufufuka. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Ndio maana akasema ukiamini kwenye kile kitabu cha Warumi, ukiamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua. Kwa sababu kwenye kufufuka Yesu ndo alizaliwa mara ya pili. Kwenye kuzaliwa ndio alizaliwa mara ya kwanza. Na wewe hivyo hivyo kila mtu waga anazaliwa mara ya kwanza. Uongo kweli? Tofauti yetu na sisi ni kwamba Yesu hata katika mara ya kwanza yake alikuwa mtakatifu. Sema mahali ambapo hakuwa mtakatifu ni pale alipobeba dhambi zetu. Kafanyika dhambi msalabani. Kwa ndio maana tuna ishara ya msalaba. Lakini alipofufuka akafufuka kama kiumbe kipya. Fungua sasa hiyo Matendo ya Mitume sura ya 13. Mstari wa 33, sema nitaanzia mstari wa 32. Hapa ni mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anafundisha hii shule. Alikuwa anahubiria injili. Matendo ya Mitume 33, Matendo ya Mitume 13, kuanzia mstari wa 32. Na sisi tunawahubiri habari njema ya ahadi. Sema habari njema. Na sisi tunawahubiri habari njema ya ahadi ile waliopewa mababa. 33. Ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo. Sema ahadi hiyo imetimizwa. Sema ahadi hiyo imetimizwa. Sasa imetimizwaje? Hii hapa. Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu. Sema kwa kumfufua Yesu. Kwa kumfufua Yesu. Kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili. Umeona Paulo hapa anakoti Zaburi ya pili. Tawasomea Zaburi ya pili imeandika hivi. Kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Tena ya kuwa alimfufua katika wafu asipate kurudia uharibifu, anena hivi, nitawapa ninyi mambo matakatifu ya Daudi aliyoamini. Kwa Yesu ndo alikuwa mtu wa kwanza kuzaliwa mara ya pili. Kwa hapa hichi kinachoongelewa hapa ni habari za Yesu. Sio kwenye kuzaliwa kwa Mariamu, ni kwenye kuzaliwa mara ya pili baada ya kufufuka. Kwa ndo Yesu, Mungu hapa anasema, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Sio ile mara ya kwanza, huyu ndio mwanangu mpendwa msikilizeni yeye. Hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza. Mara ya pili hii Mungu anaisema, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kwa Yesu ndo alikuwa mtu wa kwanza kuokoka. Na sisi tunapookoka maana yake tunahesabiwa tumezaliwa mara ya pili, maana yake tulikufa msalabani, tukafa kama Yesu. Sawa, tukafanyika ni wafu. Mtu ambaye hajaokoka yote anahesabika ni mfu. Anapomwamini Yesu kama amefufuka, anahesabika amezaliwa mara ya pili, maana yake ametoka kwenye uharibifu akaingia kwenye uzima. Maana yake amezaliwa na Mungu kwa uweza wa Mungu. Haleluya. Na mtu aliyezaliwa na Mungu ana uzima unaitwa uzima wa milele. Sema uzima wa milele. Tufungue tena kitabu cha Waebrania sura ya 5. Mstari wa 5. Biblia inasema hivi, vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa.
Umeona? Yesu aliambiwa hayo maneno baada ya kuwa kuhani mkuu, na alikuwa kuhani baada ya kufufuka kwake, sababu kabla hajafa isingewezekana Yesu kuwa kuhani. Kwa sababu gani? Kulikuwa kuna makuhani wa kisheria wa kutoka kwenye kabila la Lawi. Walawi ndio walikuwa makuhani. Yesu asingeweza kuwa kuhani kwa sababu hajatoka kwenye kabila la Lawi. Lakini ukuhani ulibadilika baada ya kufufuka kwa Bwana Yesu. Yesu ndiye akawa kuhani mkuu na sisi akatufanya kuwa makuhani wa mfalme. Sasa hapa anaambiwa wewe ndiye mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Maana yake hapa kinachoonyeshwa ni kuzaliwa mara ya pili kwa Yesu katika kufufuka kwake. Kwanza naanza tena mnielewe vizuri. Yesu alipozaliwa kwa Mariamu mpaka anaenda msalabani alikuwa hana dhambi yoyote. Si nimewasomea hilo andiko? Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi. Kwa Yesu hakuwa na dhambi yoyote. Yaani mahali pekee Yesu alipokuja kubeba dhambi ni ile siku ya Juma ngapi ile ameenda kusulubiwa. Ndio pale sasa. Ndio maana alivyoona anaenda kubeba ilibidi amwambie Mungu, naomba kikombe hiki kiniepuke. Si unakumbuka aliomba hayo maombi ule usiku kabla hajaenda kuanza kukamatwa? Unakumbuka? Kwa sababu ndio muda wote huo mpaka maisha yake yale miaka 30 na ngapi huko? 33 yote. Alikuwa hana dhambi na alikuwa haijui dhambi. Ndio maana hakutenda dhambi. Unanielewa? Alikuwa na uzima wa Mungu huu unaokuambia. Ila alivyobeba dhambi zetu tu pale msalabani ndio akafanyika sisi. Akaonekana ameshakufa kiroho. Sababu mtu haanzi kufa kimwili, anaanza kufa kiroho. Ndio maana mtu yote ambaye hajaokoka anahesabika amekufa. Japokuwa anatembea ila amekufa kiroho. Wewe ambaye umeokoka unahesabika uko hai. Unakumbuka ule mfano wangu wa matawi? Nikawa nasema tawi likikatwa kwenye mti litaonekana kama linaishi lakini halina uzima kama wa kwenye mti. Unanielewa? Ndivyo ilivyo mtu ambaye hajaokoka. Sawa. Kwa na Yesu mpaka anakufa. Kwa nini Yesu alikufa? Alikufa kwa ajili yetu sisi. Unapomwamini Yesu unahesabika umekufa pamoja naye. Nitakusomea hayo maandiko. Inahesabika umekufa pamoja naye na umefufuka pamoja naye. Kwa hiyo hausubiri kwenda kufufuka tena kimwili mwili, kwa sababu ni issue ya rohoni. Mnakumbuka? Kufa kwa Yesu ndio nimetoa mfano wa maji yakamwagwa yale yenye dhambi. Unanielewa? Kufufuka kwa Yesu ni kuwekewa maji mapya kwenye ile chupa. Angalia, anaanza kuanzia mstari wa kwanza. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha, manake hapana. Sawa? Sisi tulioifia dhambi, umeona? Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Yaani manake ni hivi. Sisi ambao tulikuwa na asili ya dhambi, Yesu alipokufa tukahesabika tumekufa naye, ile asili ikaenda jehanamu na Yesu. Tutaishije tena katika dhambi kwa sababu hicho kitu hakipo tena na sisi? Ndio anachomaanisha. Umeelewa? Yanachomaanisha yale maji yale ambayo nimetoa mfano. Yale maji yalimwagwa na Bwana Yesu ndio kufa. Asili yetu silikuwa imechanganyikana na dhambi. Tukafa. Maana yake tukahesabika asili ile ya zamani imekufa, imeondoka. Umenielewa sasa? Kwa anasema hatuwezi kuishi katika ile asili tena kwa sababu ile asili haipo. Ni kama mtu aliyekufa kawaida, si hayupo. Na sisi hivyo hivyo. Msalabani tulikufa pamoja na Yesu, ile asili ya dhambi ikaondoka na Yesu msalabani. Ndio anachosema hapa. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Tulizikwa. Umeona Biblia inaposema, kwa ulivyomwamini Bwana Yesu, sikile na kuongoza sala ya toba hapa. Ukasema Bwana Yesu, ninakupokea uwe Bwana wangu. Unahesabika siku hiyo kwamba ulikufa pamoja na Yesu. Pamoja na kwamba Yesu alikufa miaka 2000 iliyopita, ila damu yake sinanena mema mpaka leo. Damu ya Yesu inanena mema mpaka leo. Maana yake unapokuwa umekiri hivyo, ile damu ya Yesu inanena mema juu yako, inakusafisha. Unaonekana na wewe umekufa saa hiyo. Sababu damu ya Yesu inaishi mpaka leo, iko hai. Haijafa, iko hai. Iko hai. Kwa hiyo ninapokiri dhambi zangu, ile damu ya Yesu kwa sababu iko hai inafanya hiyo kazi sasa hivi. Unajua damu ya Yesu ni real time. Tunaposema real time tunamaanisha iko hai wakati huo. Yaani ni kama maji ya moto. Tokea yameanza kuchemshwa mwaka jana mpaka leo, baada yako tu. Ushakutana na hicho kitu? Au mashine iliyowashwa ambayo haijazimwa. Kama ni generator limezimwa, labda limewashwa kuanzia mwezi wa kwanza mpaka leo halijazimika. Maana yake ile nguvu ya mwezi wa kwanza mpaka leo bado iko vile vile. Ndio maana umeme unawaka. Kwa nini umeme tunaupata? Kwa sababu kuna mashine hazizimikaji.
Damu ya Yesu ndio ilivyo. Kwa hiyo ninapokiri mimi, inahesabika ile damu ya Yesu ndio sasa hivi imekufa. Sasa hivi imekufa na wewe msalabani, unahesabika dhambi zako zimefutwa. Alafu unahesabika umefufuka pamoja na Yesu kama kiumbe kipya. Si mnaelewa wapendwa? Kwa hiyo anasema hivi, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo unahesabika na wewe ulishazikwa, ulishaga kufa. Kiuhalisia yani wewe halisi ulishaga kufa. Ule utu ulioumbwa kwenye Mwanzo 1:26, tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, ule uliozaliwa nao, ule ulikufa. Afu kapewa utu mpya. Biblia inasema tumeumbwa upya ndani ya Kristo. Kuokoka ni hesabu. Inabidi mtu akiokoka anafundishwa hii hesabu pole pole. Maana yake una hesabu kabisa. Mtu alizaliwaga akafa, alikufaje? Kumbe Yesu alivyozaliwa kama mtakatifu, akaenda msalabani akafa, hakufa kwa sababu ana dhambi, alibeba dhambi za watu wote. Kwa watu wote walikufa ndani ya Yesu. Wote watakao muamini Yesu waliyekufa. Yaani hata yule mtenda dhambi, yule mvuta bangi, akikubali leo, maana yake anahesabiwa alikufa miaka 2000. Ulimwengu wa roho waga unaga. Unajua kinachotuchanganya sisi, miaka 2000 tunaona mbali. Ulimwengu wa roho unaga jana wala kesho. Ulimwengu wa roho ni sasa. Ndio maana inaitwa milele. Yaani ulimwengu wa roho unaweza ukaingia sasa hivi ulimwengu wa roho, ukarudishwa miaka 10,000 iliyopita. Alafu ukarudi hujazeeka. Na wewe ukapelekwa miaka buku ijayo, alafu kaja hujazeeka. Kwa sababu yani ipogo tu. Sasa hiyo ni shule nyingine. Ili uweze kuokoka, ili uweze kuwa mwana wa Mungu, Biblia inasema hivi, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Unaamini nini? Unaamini kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu alivyofufuka kutoka kwa wafu ndio alileta viumbe vipya duniani, alileta uzima mpya. Na unakiri nini? Biblia inasema kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Unakiri ubwana wa Bwana Yesu. Sasa ili uweze kuokoka, fuatana na misala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakupokea sasa, uwe Bwana wangu. Ninaamini kuwa ulifufuka katika wafu kwa nguvu za Mungu, ili mimi niwe mwenye haki, mtakatifu na kiumbe kipya. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante kwa kuniumba upya. Tangu sasa mimi ni mwana wa Mungu. Nina uzima wa milele. Ya kale yote yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Amen. Kama umekwisha mwamini Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini hujapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, hujapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, mafuriko ya Roho Mtakatifu kwa kithibitisho cha kunena kwa lugha, sasa ni saa yako. Bwana Yesu alisema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sema sala hii kwa imani. Sema, Bwana wangu Yesu Kristo, asante kwa kuniokoa. Wewe ni Bwana wangu. Ninaomba unijaze Roho wako Mtakatifu sasa. Kama ulivyosema kuwa ndani yangu kutatoka chemchemi ya maji ya uzima. Ninaomba sasa unijaze ili nitembee kwa ushindi kama mfalme na kuhani hapa duniani. Asante sana Bwana Yesu kwa kunijaza. Ninampokea sasa Roho Mtakatifu. Amen. Anza kunena sasa hiyo lugha mpya Bwana Yesu anayokupa. Pokea bubujiko, utasikia kutokea ndani yako sasa. Hali ya kuomba, usinyamaze, omba tu, fungua kinywa chako, omba. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Anza kunena kwa hiyo lugha mpya anayokupa Bwana Yesu. Mafuriko ya Roho Mtakatifu yako ndani yako sasa. Kuanzia sasa mito ya maji ya uzima inatiririka ndani yako kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Endelea kuomba tu, usiache. Karibu ungane na familia hii ya Kingdom Revival Outreach kwa sadaka yako, maombi, mali, fedha. Tunahubiri Injili mitaani, kwenye vyombo vya habari, mikutano ya Injili, kufikia wasiojiweza katika jamii zetu na wale waliofungwa na madawa ya kulevya, walioachwa, wafungwa na kazi nyingine nyingi za kusababisha ufalme wa Mungu uenee na
na uamsho wa Roho Mtakatifu kuwa mkubwa kila kona ya Tanzania na dunia nzima. Mungu akubariki sana unaposhiriki